Kwa majina naitwa Priska Robert. Natokea JR. Mimi nina ushuhuda. Katika mihangaiko yangu ya kutafuta huku na huku nilienda Dar. Nilipofika Dar, miguu yangu ikaanza kuuma ghafla. Ilivyokuwa inaanza kuuma, nikasema tu labda nikienda hospitali nitaambiwa nitumie dawa fulani, tatizo langu litaisha. Nikaenda hospitali, wakanipima kila kitu, lakini wakaniambia sina ugonjwa wowote. Nikasema sasa nifanyaje? Hospitali nimeshaenda. Nikaamua niende kwa mganga. Ndio. Nilivyoenda kwa mganga, mganga kaniambia nimetupiwa pepo. Umetupiwa pepo? Miguuni. Akaniambia matibabu 200,000. Na mimi hapo nilikuwa sina hata 100, nilikuwa na 50,000. Kwa mganga wa wapi? Wa huko Koda. Nilikuwa na waganga. Sasa nilivyorudi nyumbani, maumivu akawa yananiuma, silali usiku, nahangaika tu. Rafiki yangu anachukua mafuta ananipaka, lakini silali, nahangaika. Mwezi mzima nahangaika tu. Babangu akanipigia simu akaniambia, "Surudi mwanangu nyumbani. Mbona unateseka huko?" Nikamwambia, "Baba nakuja." Kweli juzi nikarudi nyumbani. Nilivyorudi nyumbani, babangu akaniambia, "Mwanangu umeshafika hapa. Tangaika huku na huku upone." Akanipa madawa nikaa na kunywa, lakini hamna kitu. Nikamwambia, "Baba mimi nimechoka kunywa madawa, nisaidie chochote." Ndio. Babangu hiyo siku akaja usiku akasema amekutana na huyo mama. Akampa namba za mtumishi. Huyo mama akamwambia, "Mtafute huyo mtumishi, afu mtoto wako aongee naye ana changamoto gani, atapona kama ana imani." Nikakupigia simu. Ilikuwa ni saa 4. Ukaniombea, nikakuelezea matatizo yangu. Nilikuwa nimelala. Yaani rafiki yangu alikuwa ananifanyia kila kitu, ananipeleka bafuni, yeye ananifulia, kila kitu alikuwa ananifanyia. Rafiki yako yupi? Yule pale, akanileta paka huko Arusha, maana alikuwa siwezi. Ukaa unaniambia, "Mwanangu nyanyuka, chukua kitu fulani, fanya hivi." Nikakufuata kweli. Ukaniambia anza kutembea. Na nilikuwa siwezi kutembea, ni miguu inauma, na lala tu. Yaani kupelekwa kila mahali napelekwa. Ukaanza kuniombea, unaniombea, ukaniambia nyanyuka, anza kutembea, tembea. Nikaanza kutembea. Priska huyo. Najikuta natembea. Unaniambia unaona nini? Sasa lile somo mimi nilikuwa sijui. Baadaye niseme naona nimepona, na mimi nasema mguu unaenda upande. Unarudi tena unaniambia, "Mwanangu unaona nini?" Nakwambia naona kama mtu amepanda juu ya mgongo wangu, mgongo unakuwa mzito. Unarudia tena, "Mwanangu unaona nini?" Ndio nyenye amji kanisani, amjui nafundisha nini. "Unaona nini?" Na mimi nakazania bado miguu inauma. Ananiambia, "Mwanangu utachukua fimbo nikuchape huko." Naambia, "Mimi bado miguu inauma." "Mwanangu unaona nini?" Bado nasema miguu inauma, mara kiuno kinauma, mara mikono ilikuwa inauma inakosa nguvu. Ananiambia, "Tembea." Mimi mwenyewe natembea huku na kuona utembei, nikaanza kutembea hapo. Nikaona maumivu hamna tena. Akaniambia tena, "Unaona nini?" Nikamwambia, "Nimeona uponyaji." Hapo sasa akasema, nilipomaliza hapo nikaanza sasa kuona mwili haumi tena, mikono haiumi, miguu haiumi. Tokea ulivyoniombea. Ndio. Nimelala mpaka babangu anashangaa, anakuja kuniangalia, maana namsumbuaga kila siku usiku. Baba miguu inauma, anaanza kuhangaika. Nililala mpaka asubuhi. Unatembea Muongeze Yesu makofi mazuri. Rafiki, hebu njoo rafiki. Rafiki alikuwa anakuguza. Hebu mpigie makofi kwanza huyu rafiki bwana. Leo tutamwombea na yeye bwana. Jina naitwa Aisha Isa. Ndio. Natokea Dar. Ndio. Ni Dar es Salaam Nilikuwa nakaa na rafiki yangu. Ndio. Akaanza kuumwa miguu ghafla. Nikampeleka hospitali, wakampima, kaambiwa hana ugonjwa wowote. Haikutosha, tukaenda kwa mganga wa kienyeji. Ndio. Tukaenda kwa mganga wa kienyeji. Ndio. Akamfanyia ile mambo yao unaofanya. Mambo gani? Ya uganga. Yaani alikuwa anafanyaje? Tuambie, walikuwa wanafanyaje? Tupate na experience huko. Alimwangalia tu, kamwambia katupiwa jini yani. Eh. Kuna mtu kamtupia
akamwambia jini. Mtu gani? Anajishaua sana. Anajishaua sana Ndio maana wakamfanyizia hivi. Kwa hiyo akatuambia hela kiasi fulani 200,000. Tukawa tuna hiyo hela. Hatukurudi tena huko kwenye nini? Kwa mganga. Na mkutoa chochote? Hatujatoa chochote. Kulikuwa na kiasi 50,000. Mlitoa? Nini? Alisema haitoshi hiyo hela tuongezee. Kwa hiyo hatukurudi tena. Kwa hiyo mkutoa hata 50. Tulivorudi miguu ikaanza kuuma tena. Baba yake ndo kampigia simu akamwambia, mwanangu njoo rudi nyumbani. Kama miguu bado inauma sana. Wewe njoo tu nyumbani. Ndo tukaje huko Arusha. Tulipokuja huko Arusha ndo baba yake kaangaika hivi na hivi. Ndo kaja huko kwenye madhabahu. Okay, sasa wakati anaombewa wewe ulikuwepo? Nilikuwepo. Wakati anaombewa? Okay. Kumbe na wewe uliona muujiza wa hapo kwa hapo? Ndio. Sasa unawezaje kutuambia, kwa sababu wewe ndio uliona Mungu alikuwa anatenda, unawezaje kutuambia sasa kile ambacho umeona ametendewa rafiki yako? Naamini madhabahu yanaponya. Ndio. Watu wao na imani. Waje kwa madhabahu. Amina. Wataponywa. Amina. Muongezee Yesu makofi kabisa mazuri.